Zimetoa umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka? Umetuacha kama machozi yangeweza kukuamsha. Leo ungeweka shujaa. Kweli kweli familia kwa heshima tu ya mtumishi wa Mungu baba yetu askofu. Mchezee tu wimbo mmoja tukikaribisha mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye ndani ya nyumba hii aweze kutupatia mmoja tukikaribisha mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye ndani ya nyumba hii aweze kutupatia siku moja. Hata kama una nguvu, unajua kuna watu ambao wanaweza wakakaa wakiangalia kwamba kuna mtu amekufa, wanaanza kusema katika akili zao na mawazo yao kwamba amekufa kwa sababu amekuwa muovu, amekufa kwa sababu amekuwa na dhambi, amekufa kwa sababu amekuwa mbaya. Hapa Biblia inasema, Mungu anamwambia Yoshua kwamba inuka sasa, maana mtumishi wangu Musa ameshakufa, na kazi ambayo iko mbele hata huyo akiondoka na kuombea kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye katika nyumba hii. Bwana ainue manabii katika nyumba hii. Bwana ainue manabii katika huduma hii. Ainue watu watakaofanya miujiza mikubwa. Atenge watu wa maana katika huduma hii. Papatikane Mayoshua, papatikane Musa wengine, papatikane Masamu wa nguvu katika jina la Yesu. Sema amen. Akilala haimaanishi kazi italala. Kama kuna wakati wa kufanya kazi, wakati wa kwenda nje ni huu. Kama kuna wakati wa kuprotect huduma ni huu. Kusajiliani mwambie hii tutalinda. Hii tutalinda. Hii tutalinda hii. Amen. Hata kama itatugharimu tukuje na posto, tutakuja. Lakini mpaka hivi kwanza sasa hii nyumba ni ndogo hii. Amen. Ungesema amen ya maana na wewe. Amen. Nilipoingia hapa nikakaa pale, Bwana kanionyesha katika ulimwengu wa roho kwamba madhabahu tumegeuza huku, tumepeleka kanisa inaenda upande huu. Maana kanisa imekuwa kubwa. Naweza ikawa macho ya asili hayaoni, lakini hapo mbele Bwana atakusaidia. Naweza kuwa macho ya asili hayawezi yakaona, lakini katika roho naona pale mbele Bwana akifanya mambo makubwa. Pale mbele Bwana akifungua miujiza. Pale mbele miujiza ikitendeka. Pale mbele Yoshua anafanya mambo makubwa. Na waona wamama, na waona vijana, na waona wazee wakiwa wameshikana. Ashindwe, ashindwe, shetani ashindwe. Kila roho ya Sanibalati, kila roho ya kutoa makosa, kila roho ya Absalomu inayopingana na kazi ya Mungu, kwa jina la Yesu Kristo tunaikemea. 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 Roho ya kuua huduma tunaikemea. Roho ya kumaliza watu tunaikemea. Roho ya kukata huduma. Shetani ni muongo. Ni muongo. Mtumishi wa Mungu amemaliza kazi yake. Hiyo kutoka hapo haikuhusu. Amefanya ile kazi ambayo Mungu alimweka kufanya hapa duniani. Umbea wako peleka huko. Amekufa kufanya ya kuhusu nini? Hiyo haikuhusu. Amelalalaje ya kuhusu nini? Magonjwa ya macho, meningitis, figo,
nafasi hiyo. Na baada ya Mama Tuma ameongea, Nano Mama Tumani angado maloma. wataongea. Nano bana balalo maloma. Yasaya makonye. Na wale marafiki, mandugu, madada, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Masi Makini. Sawa, nipa kuniruhusu nikae na mtumishi wa Mungu miaka 13. Hata nami mchungaji alioa alikuwa msichana wa miaka 20. Mimi nilifanya harusi na Mama Musa na hatukuelewana mahali fulani, akaondoka. Na kwa mtu wa kujificha pia alichukua nafasi yake nzuri, akaenda nyumbani kwetu ili aombe ruhusa akubaliwe kuishi nami. Alikuwa mtu ambaye anataka kutembea kwa njia ambayo watu wanaweza kuona, hakuwa anajificha. Bwana Yesu asifiwe. Hata akanichukua akanipeleka kanisani. Akasema, watu ambao mlikuwa mnajua Mama Musa, leo hii nimekuja na Nyaugenya. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakutaka hata kuficha kanisa, aliwaambia ukweli. Na huyu mchungaji alikuwa mtu ambaye anampenda huduma sana. Alikuwa msaidie kupenda. Bwana asifiwe. Mimi hata wanakuoya wakikuja kwangu saa 6 na ni wamama, nilikuwa ninawakaribisha. Hata kama ni saa ngapi, nilikuwa ninawakaribisha. Kwa sababu nilikuwa ninajua mume wangu ni mtu wa watu. Nami pia lazima nijifunze kukuwa mtu wa watu ili tuweze kulea huduma. Kwa sababu pia yeye amekuwa akinilea. Hata nami nimepoteza baba wangu wa kiroho. Bwana asifiwe. Amenifundisha mambo ya Mungu. Nakumbuka kuna wakati alikuwa alinituma kule Imanga. Tukienda hata na yeye Imanga ananiambia, wewe utaombesha, nami nitahubiri. Alikuwa akitembea nami akinionyesha kwamba na unajua yeye alikuwa mtu mgumu sana. Hawezi karibia hospitali. Hawezi. Anakuambia nipeleke nyumbani, sio kunipeleka hospitali. Hata wakati alipata ajali akitoka hapa Mnani, aliambia washirika mnipeleke nyumbani. Yeye hakutaka. Akaniambia, Mama Tumaini nipikie chapati. Nikapika chapati yenyewe hakukula. Sasa nikaona amezidiwa na ile hali ya kutapika. Nikaita ndugu yake Daniel. Nikamwambia, Dango, hebu ingia hapa ndani chumbani kwangu. Pastor na nini? Akamuuliza pastor, shida ni nini? Akasema, mimi nitakuwa tu sawa. Yeye siku zote amezoea kusema nitakuwa sawa. Dango akamwacha. Ilipofika usiku, ikawa amezidiwa kabisa, lakini bado hataki
kwamba sitakufa bali nitaishi kutangaza wema wa Bwana. Hata mimi sifi, lakini akikawia kawia, hapa kuna watu tayari wameanza kuishi bonus. Wameanza kuishi maisha ya bonus. Kama Biblia inasema miaka ya mtu ni miaka 80 akiwa na nguvu, lakini sana miaka 70. Sasa wale ambao umefika 70 na kuendelea, umeanza kukaa bonus. Umeanza kuishia bonus. Kwa hivyo kaa tu vizuri, anza kutengeneza uhusiano wako na Mungu, maana wewe usinikasirikie. Maana giza linaingia. Wajua kweli ndio watu hawataki. Unaona sasa hata wale wazee wako hapa, wale wazee. Kuna siku tulikuwa mahali kwa mazishi kama hapa. Kulikuwa na mazishi. Alafu kile kimbunga, kiupepo kikainuka kwa mazishi ya baba ya mke wa pastor, baba ya mke wa my pastor. Mahema alikuwa amewekwa hivi, kukamani pale. Kukainuka kimbunga, kikainua mahema. Mahema yakaanza kukua huko. Jua hakuna mtu anapenda kufa. Kuna shosho mmoja alikuwa na kamti. Akija akamkiwa kiti. Akamkiwa kakiti. Lakini ule upepo ulipokuja, nikiwa nimesimama mahali hivi, yule nyanya alinipita. Ameshika kikongojo chake. Akapita ukiangalia. Amepita amekwenda. Kumbe hakuna mtu ambaye anapenda kufa. Hakuna mtu yoyote ambaye anapenda kufa. Bwana asikuachilie ukafa kabla ya wakati wako. Usife na makusudi ya Mungu. Usife hujatimiza mpango wa Mungu katika maisha yako. Sema amen. Hata mimi saa hizi nimeshika hii microphone. Kikiumana hapa microphone chini spiti huyo. Wewe mmenifala. Mimi si mjinga mwanangu. Sasa wajua wewe pastor, wewe ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo wajua wewe ni mtu wa Mungu. Na huyo chuma. Na mke na watoto. Watu wananingoja. Hapa amenipigia simu, "Dadi, unakuja lini?" Bado niko Wira. Kwa jasho la uso wako utakula. Unaona jasho? Unasikia mtu anasema asichezee jasho langu. Jasho was a sign of a curse. Hii ni laana hii. Sasa hii inatimiza laana. Mungu akamwambia Adamu, kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako ukala mti ambao nilikukataza. Sasa kwa jasho la uso wako utafanya nini? It was a curse. Haikuwa hivi. Mungu alituumba, akamuumba Adamu akamwambia hili shamba tunza. Lakini alipoasi akakosa, andiko linasema akaambiwa sasa utalima. Kuna kutunza na kuna kulima. Ona uelewe wewe. Kuna kutunza, kutake care na kuna hard labor. Praise the Lord. Sasa jasho, unasikia mtu anajivunia, mimi hili ni jasho langu, mtu asiniletee, usichezee jasho langu. Unajua anajivunia nini? Unasema hii ni laana yangu, mtu asinichezee. Hivi ndio vile upana wa laana nilivyolaaniwa. Umeona kimbunga nimekwambia? Haya, na kitulie katika jina la Yesu. Nimekutangazia tulia. Nina kazi ya kufanya. Sema amen. Hiyo imetulia. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Mwanadamu ametangaziwa, ameandikiwa siku moja kuishi, na baada ya kuishi kuna kufa. Alafu baada ya kufa kuna hukumu. Watu leo wanaishi kana kwamba hawatawahi kufa. Nenda kawaangalie vile wanafanya. Kesho ni Ijumaa, pita katika mitaa. Nenda kila sehemu utawaona wanadamu. Sasa ndio Biblia inauliza pale. Anasema, "Je, tutapataje kupona kama tutapuuza wokovu mkuu wa namna hii? Tutapataje kupona katika kizazi hiki ambacho watu wamekuwa waovu?
tutapataje kupona katika kizazi hichi ambacho watu wamekuwa wabaya? Zama zile tulipokuwa tunakuwa, tulikuwa tunaona wamama wanavaa heshima, walikuwa wanavaa, ungepata amevaa ya heshima, alafu ameweka kamisi. Mjua makampuni ya kamisi, anaweka kamisi ndani, anavaa suruali na skati juu. Leo hii kizazi hiki kimepoka, wanatembea uchi. Tutapataje kupona kama tutaudharau wokovu mkuu wa namna hii? Tutapataje kupona? Vijana nisikizeni, nikapatana na kijana mmoja ameamua kuacha shule. Nikamjaribu, nikamuongelesha, nikamwambia kijana, hii nafasi siku moja utaitamani. Akaniambia, kizazi cha leo vitu vizuri ufichwa, vikafichwa tena, alafu vikafichwa. Waswahili wanasema vizuri vyajiuza, vibaya vyajitembeza. Wanangu nisikizeni, ukiviona vimewekwa waziwazi ni vibovu, vimeoza, vyanuka, vitakuua. Na virudia tena, maana kunipiga huwezi, kunilaani huwezi, kulipi fea yangu, nimejileta na jirudisha. Ukiviona vyawekwa waziwazi, vimeoza, vyanuka, vina ugonjwa, vitakuua. Amenitengeneza Yesu ni Bwana. Tulikuwa wembamba, muulize mtumishi wa Mungu. Alafu mijisura ni, yani ukitaka kucheka, mtu anakwambia basi nilikuwa nakutania. Ambia hata siri. Yani unakaa unalia. Unataka kucheka lakini kwanza unalia, alafu ndio ucheke. Sura. Lakini Bwana katutengeneza. Huyu Yesu ni wa ajabu. Anakutengeneza, anakubadilisha, anakuunda, anakufanya chombo. My friend. Mamuti kando ya mto, hivyo ndivyo ilivyo uachi. Bwana asifiwe. Tumefika katika a final journey ya mtumishi wa Mungu ambaye amelala, na maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo 14:13 Biblia inasema kwamba na wale wa kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kama huna hizo nguvu, tafutana. Maana huku Western, sisi ambao tumepakana na Waganda,
Kuna wale wachawi ambao wanainuaga miili na wanachukua hivyo wanachukua kivuli chake, kinaanza kuzunguka huku, kikianza kufanya, na mtu anakuambia nimekutana na aposto. Kwa katika usingizi hatufanyi hiyo kazi. Tukisha lala tunalala kabisa na tunapumzika tukingoja siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, maandiko yanasema Bwana, hakuna ushirika kati ya wafu na waliolala. Tunakuamuru mwili huu, tunauamuru kwa jina la Yesu. Hatutasikia visa na visanga kwamba tumekutana na mtu kama wewe na mwili kama huu katika njia. Kwa jina la Yesu, uliishi maisha yako katika kumtumikia Mungu. Unapoenda kulala, ulale kwa amani katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye. Tunapo soma andiko, alafu tutakuwa peleka tu. Saidiwa na spread tafadhali.